Bwana we, picha yetu inaanzia ndani ya gereza na huyu ni bwana jela na msaidizi wake wakiwa wanaangalia movie, na siku zote walikuwa wanasumbuliwa na wafungwa wao namna gani watawaendesha, kwa sababu wafungwa wao hawana adabu. Na huyu hapa ni Daisy, yani huyu ni mchipuko wa bwana jela. Bwana jela akijisikia mshidede, mwisho wa siku anashindwa na mambo yake nenda saa. Hapa anapokea simu, bwana anaambiwa kuna ugeni utakuja muda wote, saa yoyote. Haya, sasa Billy akawa na mfanyakazi wake, lakini wafungwa kama jinsi mnavyowaona hawana nidhamu hata kidogo, yani kelele so kelele, wafungwa wabishi vibaya vibaya. Lakini hapa huyu mfungwa mmoja anapishana na bwana jela na anamtukana matuso, mbwa wewe una adabu. Na huyu mfungwa 297 naye anamkolomea vikali na kumpa vionyo na vitisho bwana jela. Na hapa walishamvunja bega huyu mtu mmoja ambao ni askari polisi ambao siku zote hao wanawalinda hawa watu. Kwa hiyo akaitwa Jonas na akapewa mashtaka. Bwana alofanya hivi ni mfungwa 170 ngapi, 78. Basi Billy leo akamwambia basi ngoja niwaonyeshe, kwa sababu kuna movie tayari ameshaiangalia. Akamwambia ngoja kwanza niwaonyeshe. Basi mchizi akaona asimlembe na akamvunja mkono pale pale. Ina maana hii ndio adhabu sasa hivi, na jamaa bwana jela sasa hivi kidogo anataka kuheshimika, na wafungwa kaanza kumzia akiwa una lolote, wewe ni mchumba tu, kudadeki zako tutakipiga kijambio. Akaambia nyewe mbwa, akapiga bunduki katikati ya koda, akaambia jamani inahitaji heshima. Ndo kwanza wanacheka hawajali. Bwana jela akafika huku kachoka, na mijitu hii tutaifanyaje? Lakini huyu mfanyakazi wake Dauti anamwambia sikiliza bwana, hawa tuwafanyie kitu kibaya ambacho hawatakitegemea. Sanduku na zawadi likaja. Huyu ni Daisy mpenzi wake, mchipuko wake. Kuna vitu kamletea hapa, ama vyakula nini na nini. Basi wakawa wanaviangalia vile vyakula, lakini vyakula hivi havikuwa vyakula vizuri. Basi mchizi akasema basi sawa, kama mkurugenzi anakuja kukagua na mimi hapa nitafukuzwa kazi, sasa tufanyeje ili mradi watu wakae sawa? Na wakamtishia hata amani. Mchizi ikabidi ajifiche kabisa, kwa sababu aliogopa kufukuzwa kazi. Na simu nyingine ilipokuja, kumbe ilikuwa ni simu tu kama ya vitisho ama anazinguliwa. Akaona hawa pumbavu hawa wananifukuzisha kazi nikijikaza. Basi mapigo ya moyo akamwenda sana, akaenda akaangalia afya yake. Daktari kumpima anamwambia bwana, hakika uko sawa, uko safi na salama. Akamwambia kweli unachosema niko sawa. Akakamata vile vidude vya moyo akaanza kumshikisha masikioni, na mwisho siku kumvuta. Akamwambia bwana mtu mzima, kama kweli niko vizuri, hakika kila kitu kitenda sawa. Sasa akaanza balaa lake kwa hao wafungwa ambao majeuri, na wafungwa hao siku zote wanaleta hao kujifanya wao wagumu. Jamaa akaanza kummwagia maji ya moto mfungwa, hili mradi mfungwa huyo ashike adabu. Tena maji ya moto yale kammwagia usoni, na kwa sababu alishaona ile picha kikatili. Haya, leo ndo kaja huyu meya kaja anambia gereza lako linaendeleaje? Ina maana gereza hilo kilifanyia maswala utalikosa. Ambia hakika nalipenda kama bendera la Marekani, kwa hiyo nitaikosaje? Nitaifanyaje bendera yangu kitu kibaya? Kwa hiyo hii ni sheria ya nchi yangu, kwa hiyo nitajitahidi sana gavana, hawa wafungwa wasinishinde. Akamwambia jitahidi, fanya lolote uwezavyo. Jamaa kona aisee, ningekosa hapa kunyongologoda vitu fulani. Basi mchizi akawaita na wafungwa, lakini wafungwa bado wakaonekana kama wanajadiliana, yani makelele na ujeuri uliendelea vile vile. Akamwambia nyinyi sikilizeni, sasa hivi sheria ya gereza hili inabadilika, na yeyote ambaye atakuwa mbishi leo nitatoa mfano. Akakaitwa mfungwa mmoja namba ngapi. Basi ile namba ilipokuja pale hakumlemba, akamchoma na moto mchana kweupe, moto wa gesi. Mfungwa anapiga kelele, jamaa ndo kwanza na enjoy. Akamwambia kumbe hii ndo dawa yao, na nilikuwa sijui. Na akachukua ile damu akaanza kupaka usoni, ili mradi yani kila kitu kiendelee. Basi mchizi akaanza kula upepo mwingi. Dauti amini mchizi sasa hivi ashaanza kuwa na roho mbaya. Akamwambia hakika watu wote tuwafanyie kitu kibaya. Basi hapa demu wake mambo fulani akakamua naye, maliza kukamua, anambia bwana bidada, nashukuru kwa burudani yako. Basi mwana mama huyu kipindi anaondoka, na hapa akaanza kugonga msosi kidogo wa viungo vya watu nusu, maana huyu jamaa akaanza kujifunza roho mbaya ambaye hajazaliwa nayo. Haya, maisha yakaendelea, na kuna baadhi ya CD zikaziangalia ili mradi aendelee kuwazidi kuwafanya balaa hawa watu. Basi hospitali ilibadilika. Basi yeye akiona maumivu hivi, akitoa vidonda vile, mtu akipiga kelele yeye ana enjoy, mtu akisikia anapiga kelele mama. Na huyu jamaa ambaye alileta dharau kumvunja mkono akamvunja kidole kingine. Yaani sasa hivi askari huyu bwana jela amekuwa moto wa kote ya mbali. Anamwambia hakika nilikuwa sijui dawa yao wapumbavu, lakini sasa hivi dawa yao nishaijua, na ujeuri wataacha, kwa sababu hao wote wana kesi kubwa za kuua za kufa. Kwa maana hata kama ukiwaua hamna shida. Jamaa akataka kama kumtukana hivi, akamwambia subiri nikukabe nikondole maisha. Na kweli akamkaba mchizi, lakini nusu amuue, akamwacha. Yaani mchizi akataka kuwa awe mafia, akamwambia wewe bahati yako nitakukaba mpaka nikuue.
Chizi akamminya, mwisho siku akamwacha jamaa, akaendelea kuhema. Jamani, huyu jamaa sasa hivi anaangalia picha mbaya. Na mchizi alikuja hapa akakaa uchi wa mnyama chooni, yani kama alivyozaliwa, na kagonga mvinyo mwingi huko, akashika bunduki yake, akaambia kumbe hawa wanataka kunifukuzisha kazi mimi, na bibi sasa hivi niwe mafia kuzidi wao. Ambia Dauti, ni kweli ili wazo, na kama vipi endelea kukatakata viungo vyao ili mradi watupe heshima, la sivyo kibarua chetu kitaota nyasi. Anaambia kweli, tulia bwana mdogo, unajua tena mambo mengine haya, kwa sababu ili gereza sasa hivi halina sheria, na watu makosa yao ni makubwa. Wote hao wameua, wamebaka, wana makesi ya kunyongwa, yani hukumu zao ni kifungo cha maisha. Kwa hiyo tusiwaangalie. Basi hapa kuna mzozo mkubwa, kama wanabishana na namna gani, hawajui kitu gani cha kufanya. Basi bosi alikuja hapa na mvinyo wake akiwa amelewa, hana moja wala mbili, kagonga sana mvinyo. Hapa demu wake akachukua tangazo, akaanza kulitangaza, jamani njoeni, na wafungwa siku hiyo hawakutoka. Na akaja mpaka karantini hapa kantini, lakini ghafla anakuta wafungwa wengi wanaanza kumzunguka. Hii sio ndoto kweli? Haya, tuone mpaka mwisho. Basi jamani, naomba mnisameni, ni majukumu yangu tu ya kazi, nisameni, msiniue. Basi majamaa wakamchukua naye wakamzungusha bwana jela usiku, wanavunja watu mikono, unachekelea. Wakaanza naye kumvunja na kumfanya kitu kibaya. Jamaa wanamlaki jambio, watu wanaanza kupiga kelele, wagonga zamu kwa zamu, mtungo mtoto kalilia moto, tumchape tumchome. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Mchizi anakuja kuamka, yupo katikati ya ofisi yake amelala. Haya, siku nyingine anakuja Tomu. Huyu Tomu yeye ni mtu ambaye alitaka kufanya mkataba wa kununua hivi viungo ama mafigo ya wafungwa. Basi jamaa akakataa mkono, na dokta mtoa viungo vya watu alikuja. Anambia bwana, hakika huyu ndo dokta wetu. Kwa hiyo kama unaweza tia hela, maisha yaendelee. Viungo tutakuzia mpaka utavichoka wewe. Ukitaka mashikio, ukitaka pua, ukitaka hata ile pua ya Salumu na Mbelema, sisi tunaweza kuipata ile pua tukakuletea. Kwa hiyo utasema wewe unataka pua ya nani, figo la nani, sisi tunaleta. Basi hapa dili likaongeleka, na jamaa akatoa wazo kubwa sana, na daktari wakapatana wote kwa pamoja, ili mradi wauze viungo vya wafungwa wapumbavu, kwa sababu hawa wote kesi zao wamehukumiwa kunyongwa na kufa. Na mchizi sasa hivi kaamua asiwe na huruma, kwa sababu alitaka kufukuzwa kazi kwa ajili yao, na gavana alikuja baada ya kusikia kama gereza hili linampelekesha huyu mchizi. Basi bwana bosi kati ya msaini na mkataba ukapigwa pale, na mwisho wa siku jamaa akamwambia kila kitu kitaenda mkazeze na mkazuzu, tutapiga hela mwanzo mwisho. Basi mchizi kama anaangalia nyuma hivi juu ya gogo lake. Leo hapa wamewekea burudani kidogo, watu kidogo wa flash mind waangalie sinema wapate kuweka, lakini watu tu bwana movie gani? Mchizi kaingia na mjegeje, akaachia katikati, akamwambia nyinyi kingedele, hakuna yoyote ambaye atasumbua hapa. Watu wakacharuka bwana, wakaanza kupiga walinzi, na mwisho wa siku balaa likawaka. Mchizi akaanza kujifungia, lakini mwisho wa siku wakapatua, wengine na mabandeji yao wanafuata bwana jela na msaidizi wake, ambaye mara hebu ingia huku usitoke. Lakini mchizi demo alikuja huko anamchoma, wapo kule. Jamaa katia kibao akamnyonga bidada, wakampiga vibaya, wengine wakala mzigo, wakaanza kufanya mauaji mazito. Na hapa akachukua mtungi wa gesi, wakataka kuvunja hiki chumba, lakini Dauti alipiga simu kuomba msaada. Jamaa akaona yeye siwe kesi, kavunja dirisha na akaruka moja kwa moja maliko kwa maisha yake. Na jamaa hapa akaanza kula vile viungo vya watu, lakini ghafla msaada uliingia na watu wakaanza kuwekwa chini ya ulinzi na kupigwa. Lakini kuwa na jela kwa tayari shakimbia sana, na kuna baadhi ya wafungwa walitaka kutoroka, lakini hapa anakuta mtu mzima amechoka. Anambia nyinyi ngedele, mmechelewa kiwapi? Ruhusu tu wawe, mmeona mambo yaliyotokea hapa mambo gani haya? Basi mchizi siku inofuata yuko na burudani, yani gereza lote liko chini ya ulinzi, wafungwa wote wamekaa chini ya ulinzi na wanapita na bunduki yao. Anaambia sasa nyinyi ngedele wa kutoa viungo, anapiga mtu, anamuua, anatoka naye. Haya viungo vikaanza kukusanywa kwa wingi kwa hao wafungwa ambao walileta mambo yao ya kibumbavu. Anaambia hii ndio dawa yenu. Sasa wazo hili na balaa kama uvumi ushaanza kuvuma, kwa sababu watu wengi walikuwa wanashonwa, wanatolewa viungo, wengine wako nusu. Yani jamaa alikuwa hana mchezo, yani kama aligeuza bucha, yani gereza hili. Mpaka umchizi anaona, mwanangu mbona kama unatupelekesha hivi mwanangu wewe bwana, kijambio chako iko tutakila tena. Anambia wewe ndio ulikuwa na kwenye ndoto, mlete bunduki. Akampiga bunduki ya tumbo, hajataka kumlembesha. Yani mchizi ukimzingua sasa hivi anakuua. Lakini hapa anajikuta mpaka huyu daktari naye anauawa. Umenielewa? Kwa sababu mchizi anataka hela zote sasa hivi zinge mwenyewe, na akasema viungo sasa hivi atakata yeye mwenyewe. Jamaa anambia hasa huu mpango gani mpaka madaktari nao naua? Akaambia bila kuwafanya hivi haiwezekani. Basi siku iliyofuata mabosi walikuja, walichukua viungo vilivyotaka. Maisha yanaendelea. Mchizi ndio kwanza anatabasamu kwa sababu bingo ndefu anapiga. Yani walianza kuchezea hela, na mchizi tamaa zikaanza kumuingia kwa ukatili anaofanya. Na kweli bosi alirudi tena akamwambia, hakika jamani, viungo vyenu vinafanya kampuni yetu inaendelea kwa kubwa. Lakini hapa mchizi kanya sana, afu mavi ananuka. Akamwambia sasa muenjoy. Akamwambia wewe ngedele umekunya, leta bunduki kwa wapi? Haja mlemba, akamtia chuma. Jamaa kwa macho yake anaona, na watu wanaendelea kutoa viungo vya watu.
kuendelea kufanya biashara, maini, mafirigisi, mapupu. Ndo kwanza askari huyu ama polisi huyu yeye anaendelea kufanya mambo bila kuwa na huruma, kwa sababu hawa watu hawana huruma na wote washahukumiwa kufa. Lakini waliendaenda mpango huu, meya alisikia, alikuja hapa akaambia, mpango gani ambao umeanzisha hapa kwa watu? Huu mpango mbona hujafanya kazi? Kwa sababu jamaa sasa hivi alizidi kuwa mtwana, alizidi kuwapelekesha na wafungwa wote aliweka chini ya ulinzi. Yaani hakuna mfungwa wote ambaye analeta kelele ama analeta kujua, kwa sababu yeye alishaamua kama mbwai na hiyo mbwai. Wote wamekaa hapa, naambia na chakula chenu mtakula hapa hapa. Gavana ama meya wa jiji anaangalia jinsi wafungwa hawa walivyoambia, bwana, hakika mpango huu mbona kama sijakubaliana nao, hakika mbadilisheni. Ambia bwana meya, unajua nenda kwanga kaulize, kwa sababu hawa watu na gereza langu sasa hivi kama limeshatulia, basi kuna watu ambao tayari ameshawaua na kuwasona na kuwatoa vitu vikali. Alisema hawa walitoroka, na kama walitoroka ilibidi waue. Lakini hapa kuna huyu mfungwa mmoja alikuwa ni Muislamu, huyu nadhani alikuwa na swali hapa, akaambia hakika watu wote, huyu jamaa Muislamu huyu ndio kidogo ana akili zake, kwa hiyo naomba bwana tumwachie tu apate kuondoka. Kwa sababu nje hajulikani, na anajulikana nje yuko amefungwa maisha. Kwa hiyo nenda haraka sana, usijambe hapa. Basi meya akamwambia, bwana, hakika mambo mnafanya ni upumbavu, ngoja watu kaangalie kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hapa anaonekana mapigo ya moyo, anamwenda mbio na amemshikia bunduki jamaa wake, kwa sababu jamaa wake ndio alompa mawazo mabaya. Lakini daktari anakuja anamwambia, bwana, hizi dharau zoleta, akamtia bunduki. Lakini meya alirudi anamwambia, bwana, wazo ambalo mmelipeleka na kuwaua wafungwa hawa kwa jeuri ndivyo nchi inavyotaka, kwa sababu ni washenzi, uweni tu wote, kwa sababu wote wamehukumiwa kufa. Sasa mchizi akataka apewe pongezi kwa sababu yeye ndio ambaye na yajalembwa akauawa. Kwa hiyo sasa hivi mchizi anataka hela zote za viungo vya watu aendelee kula peke yake. Wanangu, msisahau kutufollow, msisahau kusubscribe hapa Kapinga Television. Jamani, kila siku hapa Lekapo ni za moto, mchana kweupe, usiku totoro. Chao.